Mike Talk. Wapenzi watazamaji wa Chela TV. Hii ni Mike Talk. Leo ni tarehe 1 mwezi wa kwanza, tunasherehekea Happy New Year. Mashabiki zote Happy New Year. Leo tuko ndani ya ofisi ya kanisa ndani ya mchungaji. Tuko na mtumishi wa Mungu ambaye atajitambulisha na nani, anatokea wapi, na tutazungumza naye kwa mazungumzo kadhaa. Shalom. Shalom Maranatha. Bwana asifiwe sana. Amina, Bwana asifiwe. Amina. Amina. Mary, Happy New Year. Na kwako pia. Asante. Kwa faida ya watazamaji ambao wanakutazama sasa hivi, tungependa ujitambulishe, unaitwa nani, unatokea wapi, na wasifu wako ni karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu mimi naitwa mtumishi Grace Manase au mwalimu Grace Manase. Mimi ni Mlutheri, natokea KKKT usharika wa Kariakoo. Ni mtumishi pale. Sawa sawa. Wewe umesema unatokea Kariakoo. Ndio. Na leo uko sehemu gani? Niko ALC Sinza. Okay. Sasa kuna watazamaji wanakutazama sasa hivi hapo. Hawajafuatilia hawakuwepo, ili umefundisha kwa leo, tupitishe kwa ufupi. Tunaomba tupitishe kwa kifupi tafadhali. Tumejifunza somo lenye kichwa kinachosema omba kutambuliwa na Mungu katika safari yako au katika safari ya maisha yako, hasa kwanza ndani ya mwaka ambao tumeanza leo. Kwa hiyo tukajifunza kwa habari ya Mungu, namna anavyotembea na watu wake. Unapoanza na Mungu, yapo mafanikio makubwa sana mbele ya safari ukiwa na Mungu. Kwa hiyo tukasoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 31 ule mstari wa 8. Biblia inasema Mungu atakuwa pamoja na atakutangulia. Kwa hiyo tukaona namna ambavyo Mungu ukimwomba anaweza akakutangulia katika maisha yako, katika njia zako zote. Lakini kwenye kitabu cha Zaburi ya 32 mstari wa 8 pia anasema nitakushauri, nitakuelekeza njia utakayoiendea, ni jicho langu likikutazama. Kwa hiyo unapomtanguliza Mungu katika mambo yako, yapo mafanikio makubwa sana ambayo utayapata kwenye maisha. Hata kama bado utakutana na magumu mbele ya safari yako, kama Mungu yuko pamoja na wewe, atakupigania katikati ya magumu. Mungu hawezi kukuacha peke yako. Kuna namna Mungu atapigana vita yako, atakuvusha mahali ambapo kwa akili zako usingeweza kuvuka. Kwa hiyo tukajifunza kwamba tunapoanza mwaka mpya tutembee na Mungu. Uso wa Bwana uende pamoja na sisi kwenye maofisi yetu, kwa watoto wetu mashuleni, kila tutakalofanya Mungu aende pamoja na sisi. Amina sana. Huu ni mwaka mpya, mwaka 2026. Una neno gani la kumwambia Mungu au la kumshukuru Mungu wewe binafsi? Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amenilinda mimi na familia yangu na mtumishi wenzangu. Niombe mtumishi jinsi kwa namna Mungu ambavyo ametembea pamoja na sisi katika huduma ya kumtumikia Mungu, lakini kwenye familia yetu tumemwona Mungu kwa viwango vikubwa sana. Mpito na changamoto hayawezi kukosekana, lakini mabaraka zimekuwa ni zaidi ya zile changamoto. Kwa hiyo tumemwona Mungu kwa viwango vikubwa. Tumeingia mwaka mwingine, afya yaani kuwa na afya tu hivi pia nalo ni jambo la kumshukuru Mungu. Hivi tulivyo ni neema ya Mungu. Kwa hiyo tunatarajia mambo makubwa zaidi. Tunatarajia kumtumikia Mungu tena kwa viwango vikubwa zaidi. Sawa. Unausimuliaje mwaka uliopita katika huduma yako au katika maisha yako? Unaona ni mwaka ambao ulikuwa ni mwaka wa aina gani katika maisha yako au katika huduma yako? Naweza kusema tena kwamba ni mwaka ambao ulikuwa umebeba baraka za Mungu, hasa kwenye utumishi wangu. Nimeona Mungu ameniongeza kwa viwango vingine. Nimeenda mahali na mahali, mimi na huduma sehemu mbalimbali. Kufuatilia hata kwenye mtandao, unaweza ukaangalia jina la Grace Manase, utaona kuna sehemu mbalimbali nilikuwa nimeenda kufundisha neno la Mungu. Watu wamemjua Yesu, watu wameokoka, watu wameelewa nguvu za Mungu. Hilo pia kwangu mimi ni mafanikio sana.
ndani ya mwaka wa 2025. Mungu amenifanya niende kwa hatua nyingine kubwa sana ndani ya 2025. Kwa hiyo nina mambo mengi ya kusimulia ndani ya mwaka. Mungu amefanya kubwa sana. Asante. Umejipanga vipi kutimiza mipango yako ambayo umeipanga katika maisha au ya kiroho au ya kimwili ambao haijatimia? Umejipanga vipi ili mwaka huu mpya unahakikisha kwamba unatimiza mipango yako? Umejipanga vipi? Biblia inasema hivi, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Sisi kama wanadamu tuna mipango na ndoto ambazo tunapanga na unatamani usitimize, ila anayeweza kutimiza ni Mungu. Yako mambo mengi ambayo sisi tumepanga, tunatamani Mungu afanye, lakini bado tunamtazamia Mungu. Yeye ndiye atakayetimiza yote na tunamwamini kwamba yeye atafanya. Sasa unawashauri nini waliokata tamaa ambao wamejaribu kufanya mipango yao katika mwaka uliopita lakini hajafanikiwa? Unawapa ushauri gani au neno gani ambalo litawapa ujasiri wa kusonga mbele na kuamini kwamba inawezekana katika mwaka 2026? Nawashauri kwamba waendelee kumtumainia Mungu. Hakuna ambaye amemtumainia Mungu akashinda. Kila aliyemtumainia Mungu alishinda. Watu wote tunaowasoma kwenye Biblia sio kwamba walipita kwenye sehemu teremko. Wengi walipita kwenye changamoto, lakini walipomtegemea Mungu walishinda. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10, inasema usiogope, mimi Mungu nitakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo wewe ambao umekata tamaa, ambao unaona maisha labda umefika mwisho wa akili zako, Biblia inasema usiogope. Mawazo yako si mawazo ya Mungu, njia zako si njia za Mungu. Biblia inasema kama mbingu ilivyo juu sana, ndivyo na mawazo ya Mungu yako juu sana. Kwa hiyo hapo ulipofika kwa akili zako, Mungu hajashindwa, anaweza kukuinua, anaweza kukupandisha viwango vingine. Kwa hiyo usikate tamaa na wala usimkatie tamaa Mungu. Mungu anaona, Mungu anajua njia zako. Isaya 43 anasema usiogope, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe. Unapopita kwenye mito haitakugarikisha, wala moto hautakuteketeza. Mbona kutia moyo, hauteketei katika jina la Yesu. Haijalishi unapita kwenye mambo mengi kiasi gani, unapita kwenye mapito kiasi gani, bado mkono wa Bwana ni mkuu sana. Mungu anakuwazia mema. Kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11 anasema, maana ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya amani, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kwa Mungu anakuwazia mema. Usikate tamaa. Hata kama unaona mbele yako kuna giza, Mungu ni nuru, atakuangazia na utavuka salama katika jina la Yesu. Amina sana. Tunashukuru kwa muda wako, tunashukuru pia kwa maneno yako mazuri ambayo umeyatoa kwa leo. Nadhani ambayo anakusema sasa hivi atambariki kutoa siku moja na kuongeza siku tofauti. Tunapenda kupatia nafasi ya kusalimia marafiki zako wawili, kutakia heri.